vitu vyote vilifanyika kwa neno, wala pasipo yeye akikufanyika kilichofanyika. Katika kitabu cha Yohana ile sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza. Unaona? Kwa ndani ya neno ndimo kumefichwa siri za kila mahitaji ya mtu anayohitaji. Bila kwenda kwa waganga, bila kutumia fedha yako, sijui unaosha nyota, sijui maji ya baraka, mafuta ya baraka, ingawaje si walaumu anayoyatumia, lakini yanaleta matokeo kidogo kulinganisha na matokeo yanayotokana na neno la Mungu. Sasa mimi jioni ya leo nimekuja nikushauri kupitia neno la Mungu kwamba hizi funguo 10 za kupata mema duniani. Ufunguo wa kwanza ni kumjua Mungu sana. Jitahidi mpendwa kumjua Mungu sana. Unaniuliza, mtumishi wa Bwana, nawezaje nikamjua Mungu sana? Siku umeanza kuwa na kiu ya kumjua Mungu, siku umeanza kuwa na kiu itasababisha bidii. Ile bidii itakupeleka kumjua Mungu. Utapata mafunuo, utajifunza neno la Mungu, utaenda kwenye nyumba za ibada, utasikiliza neno, utasoma Biblia, utauliza maswali kwa waliokutangulia kwa maswala ya kiroho. Kwa sababu gani? Nisikilize nikwambie, watu wamechoka kiasi kwamba wanaabudu kwenye TV. Anasema nishachoka na makanisa, nishachoka na manabii wanimdanganya, wameniibia pesa nyingi, imetoa sadaka na matokeo hayapo. Nisikilize mpendwa, kukata tamaa na kusali kwenye TV haiwezi kuletea matokeo. Lakini unapomjua Mungu sana, utaanza kumchimba, utaanza kusikia hivi Mungu ni nani, anapenda nini, utalisoma neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unanisikia sema amen kubwa mahali ulipo. Mtumishi wa Mungu Ayubu anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani.